kawaida ya mwanadamu kuwa na madhaifu. Mhurumie baba yangu na Mungu ampokee kwenye anaenda. Asante. Hawe mtana mbeno ese etole mbele tole banyachi tole baetani tole maluba jana ela seyiru bataleki oto alungeo ate daimo yose tobete tole balanga msengi chwacholanga eno ese inonsi namba katole maluba tatuje twata emo abe chaino se yubitukube ibe bibi Batu Mungu bale mangai, bachotwe bale mangai, babi fulu uchu bale mangai, banalo bahe bale mangai, balo hobe bato panda bale mangai. Batu Mungu bale mangai, bachotwe bale mangai, babi fulu uchu bale mangai, banalo bahe bale mangai, balo obe bato panda bale mangai. Bachotwe bale mangae, babi fulu uchu bale mangae, banalo bae bale mangae, balo obe bato panda bale mangae. Batu Mungu bale mangae, bachotwe bale mangae, babi fulu uchu bale mangae, banalo bae bale mangae, balo obe bato panda bale mangae.
wamawaya shiketu isimbajana nobe shiketa elo lu enyama ngumu ta ekyo semo ta ekyo lemu ta ekyo oku na yimo yosi ombe aunda uga usomba becho ta ole bitona usola mu yangala buchini chwa monane lombo lusu tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Justin uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Fanya ibada ya neno la Mungu kwa kumsindikiza ndugu yetu Justin, kwa sababu amebatizwa, alibatizwa, aligeuka kwa Mkristo, kiumbe kipya. Kwa maisha yake alikuwa bado hajafunga ndoa ya Kikristo, ni ile wanaita kiziwio, lakini alifungua moyo wake kwa Mungu na alikuwa anatafuta kufunga ndoa. Nadhani wa kuja kuniona na tulikuwa kwa ile matayarisho hapa ya Pasaka. Alipaswa kufunga ndoa, lakini Mungu alimuita mbele. Ndio sababu nakuja naye hapa nyumbani mwa Mungu ambamo alizaliwa upya akakuwa Mkristo, kusudi pamoja kama vile jamaa tumwombee kwa Mungu, tukabidhi roho yake kwa rehema ya Mungu, na tujiombee sisi wenyewe kwa namna pekee. Tuombee jamaa lake, wale aliowaacha, wale wanaomlilia na wote wanaomkumbuka, kusudi Mungu amurehemu, asihesabu makosa yake ya kibinadamu hapa duniani, bali ampokee katika mwanga wa utukufu wake. Ndio maana tulishaanza ibada na kupokea mwili wake hapo mlangoni. Hapa sasa tutasikiliza neno la Mungu. Somo la kwanza, Zaburi na Injili na mafasirio. Baada ya hotuba kutakuwa maombezi. Kisha maombezi, kwa sababu ni ibada ya neno la Mungu, tutaelekea moja kwa moja kwenye sala, maombi ya mwisho na kumpa uruani marehemu wetu. Yote inatuomba kushika kwa makini kwa ibada na kwa moyo kusikiliza. Inawezekana kuko ndugu na dada wenyewe wako wa Katolika, lakini heshima ya nyumba ya Mungu inatualika sisi wote kufuata kwa makini na kuangalia namna gani ibada yetu inapitikana.
Ndugu zangu mliokusanyika hapa, Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Mungu alipokaa hapa duniani alilia machozi kwenye kaburi ya rafiki yake Lazaro. Huyu Yesu aliyeshinda mauti yupo sasa hivi kati yetu, tunapotangaza matendo yake makuu, tunaposoma na kusikiliza maandiko matakatifu. Tunaweza kukaa kwa kusikiliza somo la kwanza. Nani ataweza kuwahukumu kwa adhabu? Maana Kristo Yesu alikufa na zaidi amefufuka, na sasa yuko kuume kwa Mungu, tena anatuombea. Nani ilivyoandikwa na Mateo. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, Mwana wa Mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, yeye atakaa katika kiti cha utukufu wake. Watu wa mataifa yote watakusanywa mbele yake, naye atawatenga mbalimbali kama mchungaji anavyotenga kondoo na mabeberu. Kondoo atawaweka mkono wake wa kuume, nao mabeberu kushoto. Hapo mfalme atawaambia wale walioko kuume kwake, njooni ninyi mliobarikiwa na Babangu, pokeeni ufalme uliowekwa tayari kwenu tangu ulimwengu kuumbwa. Kwa sababu nilikuwa na njaa, mkanipa chakula, nilikuwa na kiu, mkanipa cha kunywa, nilikuwa mgeni, mkanikaribisha, nilikuwa uchi, mkanivika, nilikuwa mgonjwa, mkaja kuniangalia, nilikuwa mfungwa gerezani, mkanijia. Ndipo watu wema watamjibu, Bwana, siku gani tumekuona mwenye njaa tukakulisha, au mwenye kiu tukakunywesha? Siku gani tumekuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Siku gani tumekuona mgonjwa au mfungwa gerezani tukaja kwako? Naye mfalme atawajibu, nawaambieni kweli, yote mliomtendea mmojawapo kati ya hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Alafu atawaambia na wale walioko kushoto, ondokeni mbali nami, ninyi walaanifu, nendeni katika moto wa milele uliowekwa tayari kwa Shetani na watumishi wake. Kwa sababu nilikuwa na njaa, wala hamkunipa chakula, nilikuwa na kiu, wala hamkunipa cha kunywa, nilikuwa mgeni, wala hamkunikaribisha, nilikuwa uchi, wala hamkunivika, nilikuwa mgonjwa na mfungwa gerezani, wala hamkuja kuniangalia. Nao pia watamjibu, Bwana, siku gani tumekuona wewe mwenye njaa au kiu, au mgeni au uchi, au mgonjwa au mfungwa gerezani, wala hatukukusaidia? Hapo atawajibu, nawaambieni kweli,
yote msiomtendea mmojawapo kati ya hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hawa watakwenda katika adhabu ya milele, watu wema lakini katika uzima wa milele. Tushangilie neno la Bwana. Lengo la pili ni kwa ajili yetu, kwa sababu ndugu yetu huyu Justin amemaliza safari yake hapa duniani. Kwa sasa iko mbele ya Mungu. Injili tuliyosikia, somo la kwanza la Zaburi tulisikia, ni kwa ajili yetu sisi. Inakuletea mwangaza gani katika maisha yako? Leo wewe Mungu akikuita, utapatikana katika hali gani? Kwa sababu tunajua sisi wote siku moja Mungu atatuita. Na Yesu alisema hakuna ajuaye siku wala saa. Hata hapa na mimi Mungu anaweza nikamata na anguka hapa na mimi nishapa. Inakuwa mambo yangu mimi na Mungu. Sasa hii Mungu anatualika hapa kusikilize neno lake kwa kumsikiliza ndugu yetu hapa, inakuwa pia mafundisho kwetu. Hali ya maisha yako ni gani? Njia yako ni gani? Unatembea je pamoja na Kristo wako kama una imani? Unatembea je pamoja na eklesia yako? Basi ndugu na dada wapenzi, tukimshukuru tena Mungu wetu kwa ajili ya maisha ya ndugu yetu Justin Mangapi, tukiombea jamaa lake, marafiki na ndugu wanaolilia, wanaokupotea kwake, na tukijiombea sisi wenyewe. Tuombe Mungu kwa msaada na maombezi ya Mama Bikira Maria atupatie moyo mkunjufu, atusaidie tuwe nasi watu wema, wenye kuangalia watu wenzao, maskini wala tajiri, kama vile wanadamu. Na sisi wote tunagawanya ile ubinadamu wetu inaotokea kwa Mungu mwenyewe, kwani sisi wote tuko wana wa Mungu, wafuasi wa Kristo, ili maisha yetu iwe mfano kwa wengine. Jinsi Yesu alituambia, ninyi ni nuru ya dunia, ninyi ni chumvi ya dunia. Maisha yetu yapate kupana onjo kwa wandugu na wadada tunaoishi nao, kusudi siku Mungu atatuita tupate furaha ya kusikia maneno haya. Yesu aliwaambia watu wema, njoni ninyi mliobarikiwa na babangu, pokeeni ufalme uliowekwa tayari kwenu tangu ulimwengu kuumbwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaalika kwanza jamaa, kisha jamaa wajomba mtu, kisha marafiki, kisha wachuuzi, kisha vijana Prestige, kisha honorable DH, honorable Teofile, bana Bamkar na chef de quartier. Kumbe kwa kuwahi muda, kwa sababu ni wengi, tutawapa dakika ndogo ndogo tu, tunaongea kidogo, tunachia mwingine. Basi tunalika jamaa. Jina la marehemu. Marehemu aliitwa kwa jina la Mangapi Justin Bomboko. Wengi walimjua kwa jina la Shabale. Ni wa jamaa la Bagurwa. Wengi wanatujua kwa jina la Balinga, nyumba ya Bashie Songo. Jina la baba aliitwa Shabani Mangapi. Mama aliitwa Maua Abea wa Andele wa jamaa la Bashi Bilemba. Justin Bomboko Mangapi alizaliwa pa Kalunja tariki 4 mwezi wa 5 mwaka wa 1964. Marehemu alifanya masomo yake baada ya kuzaliwa pale Kalunja. Alitoka nyumbani kwetu na hali ya utoto sana, familia ikajielekeza Kinshasa, na pale ndipo alifanya masomo yake ya msingi na sekondari. Akamaliza sekondari mu section ya pedagogie, akapata diplome yake mu mwaka wa 1980 Igwechi.
Justin Mangapi alioa mke mmoja, Chantal Rashidi wa jamaa la Bashi Mwala Bazoba. Alizaa naye watoto 10, wanaume 2, wanawake 8. Katika hao watoto kuliondoka au kulifariki 2. Kwa jumla amebaki na watoto 8. Wajukuu ni 15. Kwa jumla marehemu ameacha jamaa ya watu 23. Kazi ya marehemu alikuwa mfanyabiashara na zaidi sana alifanya biashara ya uchuuzi wa samaki. Magonjwa, marehemu alipata ugonjwa wa tension na baada ya uchunguzi ukaonekana nusu ya diabetes, lakini haikuwa mzito, lakini tension ndio ilimsumbua. Tuliingia naye kwenye hospitali hapa Baraka, hospitali tofauti, haikuwezekana, ikatubidi twende mpaka Bujumbura. Alitunzwa, matibabu haikufaulu. Kufika tariki 9 mwezi wa 2 na saa 9 za usiku mwaka huu marehemu akatuacha. Ni kweli programu ya kuondoka, marehemu atazikwa pale nyumbani kwetu Kaluta. Niaba ya watoto tunasimama hapa kuwatolea shukrani zetu zote kwa kushiriki. Tangia ile tisa walituambia kama baba yetu wanamtia kwa mashine, anaanza kukulia kwa mashine. Tukaambiana sie watoto tumuombee Mungu kwa kuwa tulijua saa moja hataweza tena kusema. Lakini tukaona haikutosha. Kisi mapenzi ya Mungu ishatendeka, Mungu aishamkamata. Tukasema tutawaambia na mwe watu wenye kukia kushiriki. Wenda baba yangu aliwakosea, ndugu jamaa na marafiki majirani. Tunamwombea huruma baba yetu, mtuhurumie. Kawaida ya mwanadamu ni kuwa na madhaifu. Muhurumie baba yangu na Mungu ampokee kwenye anaenda. Asante. Shalom. Shalom. Tunasema pole kwa familia Baringa en general, kwa particulier. Tunasema pole kwa shirika letu kwa Ecclesia Catholique. Kwa niaba ya Honorable Basoshi Uwe Theophile, ninamwakilisha kama mjumbe wake. Mimi nilitoka na mwili wa marehemu kutoka Montreal na Honorable Theophile tulikuwa naye na alilaza mwili wa marehemu katika nyumba yake ya mwisho. Kama vile huyu alikuwa ni mpendo wake sana, yeye anamuita babu. Yeye anazoea kumuita mzee Mangapi babu, na hivyo alibaki Bujumbura kwa shughuli zingine za kazi za serikali, lakini alisema paka mwili wa marehemu tuweke katika nyumba yake ya mwisho. Na kwa heshima ya mwongozi hapa kuna shada ya maua ya Honorable Basoshi Uwe Theophile ambayo nitaichukua na kuiweka kama vile kumwakilisha kwa kusindikiza mzee katika nyumba yake ya mwisho hii ambayo na safari yake ya mwisho ambayo tumetimiza. Sijui kama ndio. Katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani, Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka udongoni kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho
na kukaa miongoni mwa watakatifu wako milele na milele. Amina. Sasa tunamtolea heshima kwa maji ya baraka inayokumbusha ubatizo wake ambao ndugu yetu Justin alipokelewa katika jamaa ya wana wa Mungu kama Mkristo, na baadaye ubani kwa kufikizia kama vile nia yetu moja ya kutolea maisha yake na sala zetu kwa Mungu ayepate kumrehemu na kumpokea katika uzima wa milele. Pardon? Toto. Hapana. Liga. Ya tu baki ya. Ana tuza karabu ya kwa. Kwa maana sina tena. Kuamkia Maria, Kuamkia Maria, Kuamkia Maria, Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina mipaka. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa siku gani. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Mtakatifu. Sasa tumpeleke ndugu yetu huyu makaburini, watumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Amen. Iramana watu byalunda manga Iremana yobe anga wa muemona Iramana yobe anga wa ebete mwotwae Tushinobe wangene manga Bakotenda muta kotendero ya sona Tushire ngobe omakene Obe twabana mjuna Watoshika Uubishikwa nobe Kena manga ishikwa nobe Ebundi yose iri na wengeme Bato bose bale na wengeme Bisambo bimondela Simulila Maamulila Becho bose tumulila Yere ilanga amulila Bato iba mulila Lokendo wangene Usilegisha bani ya mulila Ombe awe nobe Ulipisha bani Osangwe Tuligi wasokolo mulila Ombe ya welele Nyota mulila Mulila washikana Mshikana itu Mulila washikana Ishikwa mulila Ishikwa washikana